Poa TV, sauti ya wote. Kama milango ni magumu sawa? Ni hatari. Nilikuwa na matupa. Asante sana mwandishi wa habari. Ndio. Mimi ni mwenyekiti wa bodaboda Buseresere. Ndio. Kwa hiyo moto umeanza kwenye duka la kwanza kule. Nikamwambia vijana wangu wajitahidi sana kuokoa, kupiga simu sehemu mbalimbali kwa ajili ya kupata msaada. Lakini sasa zimamoto mpaka sasa hivi hawajaweza kufika eneo la tukio, lakini serikali ndivyo, lakini wako njiani wanakuja kwa ajili ya maelekezo zaidi. Ni kipi ambacho unakiona kinapelea kwa mazingira ya uokoaji hapa? Tunaomba tuletewe zimamoto karibu tu kwenye ofisi ya kati ya Buseresere na Katoro, kwa sababu huu mji ni mkubwa sana, wafanyabiashara ni wengi sana walioko ndani ya maeneo haya. Okay. Tunaomba sana serikali, tunaiomba kwa dhati tusaidie, kwa sababu sisi ndio wahanga, tunao kesho tunafanya biashara ya kubeba abiria, tunaona matukio yote ya usiku. Naitwa Mr. Uwezo Daudi Kazimoto. Mimi ni mwenyeji wa hapa Buseresere. Lakini kwa siku hii ya leo nimesikitishwa na tukio hili. TANESCO tayari wamekwisha piga simu kwa jeshi la zimamoto, hata polisi najua watakuwa wameshawapa taarifa wa watu wa zimamoto, lakini cha kusikitisha kweli ni jambo ambalo linatakiwa watu angalie sana kwa mji wa Katoro na Buseresere. Maana ukilinganisha na watu wanaoishi kwenye mji wa Katoro na Buseresere ni watu wengi sana. Sasa kwa hali unavyoiona hivi mwandishi wa habari, ni hasara ya mabilioni mengi ambayo itakuwa imetokea, japo ni vigumu sana kueleza kwamba ni kiasi cha gani kilichotokea cha hasara. Ndio. Na kwa upande huu vyombo vya usalama vilivyofika eneo hili la tukio ni chombo gani na chombo gani? Jeshi la polisi wapo hapa, jeshi la sungusungu wapo hapa, raia wenye mapenzi mema vile vile wapo hapa kwa ajili ya kusaidia kuhakikisha kwamba wanaokoa mali za watu. Sasa cha tukio moto umeanza duka la kwanza, kuja awamu ya pili, kwa sababu tumeona moto kwa chini. Duka lilikuwa limefungwa, ikabidi tuanze kubomoa yale makufuli ya chini ili kuokoa. Baada ya kuweza kuvunja, moto ndio ukalipuka, lakini hilo duka la kwanza hatujachukua hata kitu kimoja cha kuokoa. Duka la kwanza hilo mnaweza mkawa mnafahamu mmiliki, maana nyewe ni majirani wa eneo hili. Mimi nafanya kazi ndani ya eneo la Buseresere, mwenyekiti wa bodaboda eneo hili. Anaitwa nani mmiliki wa duka la kwanza? Erasti au maarufu Sokoni. Sokoni. Hata hajaokoa hata kitu kidogo. Kwa majina yangu naitwa Joseph Kisami. Changamoto hapa Buseresere tumepata hili tukio, lakini tumeshindwa kupata huduma ya haraka kwa zimamoto. Kwa tunaomba serikali kama serikali iliangalia katika miji midogo midogo ya Katoro. Kwa jina langu naitwa Gladi Omari. Maduka yanaendelea, lakini zimamoto la gari limechelewa sana kufika. Jamani, wangekuwa serikali wanatuwahi tunapokuwa tunapata matukio kama haya. Serikali wanakuwa karibu kutuwahi, lakini wamefika, lakini ajali imeshamaliza maduka zinamwelea sana, watu wanapata na nishoti nyingi sana kwenye maduka. Zimamoto nilikuwa naona zimamoto inawekwa karibu na mbali sana, sasa tunachelewa kufika. Kwa jina mimi naitwa Godfrey Miti, ni diwani ya kata Buseresere. Binafsi nichukue nafasi hii kwanza kumshukuru Mungu, lakini pia nitumie nafasi hii kwanza kupokea kwa masikitiko makubwa sana janga kubwa lililojitokeza kwenye eneo letu la kata ya Buseresere, janga la moto ambalo tumepokea kwa masikitiko makubwa sana. Ilikuwa ni kuanzia saa 3 kwenye dakika 5 mpaka 15 kwamba tukapata taarifa kuwa eneo hili tayari ipo ajali ya moto. Kwa kweli baada ya kupata taarifa hizo, nafikiri umeona wananchi wamejitokeza kwa wingi namna ya kuja kusaidia kuhakikisha kwamba wanawasaidia wajasiriamali wenzetu ambao wamekutana na tatizo. Tatizo hili ni tatizo ambalo limeleta hasara kubwa sana kwa wananchi wetu, hususan wakati wa Buseresere ambao tunawafahamu. Wengine walikuwa ni wajasiriamali wadogo, lakini Mungu amewasaidia, walikuwa wamefika walau kwenye hatua ya kati. Lakini kwa bahati mbaya imetokea hasara kubwa sana katika eneo hili. Kwa kweli tuna maduka zaidi ya 10, watu wameunguliwa vifaa vyao, wameunguliwa mambo yao mengi, kwa sababu hapa maduka yetu ya Buseresere yalikuwa na maduka mbele na nyuma ilikuwa ni store. Kwa hiyo watu wamekula hasara kubwa. Hatujapata tathmini ya hasara yote kwa ujumla, lakini kwa macho kwa kweli ni hasara kubwa sana ambayo
wameweza kuipata kwa wananchi wetu, na walikuwa ni walipa kodi wazuri. Kwa kweli tunaona kama tumepata hasara. Walikuwa ni wachangiaji wazuri wa maendeleo, lakini kwa hasara hii ninaamini wamerudi nyuma. Lakini mimi wito wangu kwa serikali, kwa mfano mji wangu kata ya Buseresere ni mji ambao ni mkubwa, ni mji ambao unaongoza kwenye halmashauri ya wilaya ya Chato kwa makusanyo makubwa, lakini pia hata na Katoro vile vile ni mji ambao ni mkubwa, unakusanya halmashauri na serikali inakusanya fedha nyingi sana kwenye maeneo yetu. Wito wangu kwa sababu huu mji ni mkubwa na una wananchi wengi sana, kwa kweli ni lazima wafikiri namna bora ya kuweza kuweka gari la zimamoto katika maeneo yetu haya. Zimekuwa zikijitokeza ajali mara kwa mara, lakini huduma ya zimamoto tunaipata kutoka Geita ambapo ni umbali mrefu zaidi ya masaa 2-3. Kwa kweli tungekuwa na gari la zimamoto katika maeneo yetu haya, ninaamini ajali isingetokea kwa wingi huu. Na sisi tulishaomba mji wetu wa Katoro na Buseresere wala kutengenezwe hata wilaya ya kipolisi ili waweze kupata huduma za zimamoto katika maeneo haya. Lakini pia tuna askari ambao kwa kweli tunawapongeza kwa namna ya pekee sana ambapo wamejitokeza kwa wakati. Tunaye Musa, tunaye Masune ambaye amekuwa kwa wakati hapa, wameweza kutusaidia kwa kweli kuhakikisha kwamba wanaokoa mali za watu, kwa sababu mali watu wanaokoa wanatoka kwenye maduka nje, wengine wanasafirisha kutoka pale. Lakini kwa ujio wao kwa kweli tunawashukuru, wameendelea kulinda mali na tumeona mali zimeendelea kutolewa na kuendelea kulindwa kuhakikisha kwamba wale waliopata hasara basi wasiibiwe zile mali tunazoweza kuziokoa, basi waweze kuzipata. Kwa kweli mji wetu wa Katoro na Buseresere tunahitaji gari la zimamoto katika eneo letu la mji huu, kwa sababu ajali zinajitokeza mara kwa mara. Hii ni kama mara ya 3 inajitokeza kwenye mji wetu, mpaka kuja kupata gari huduma ya zimamoto mpaka itoke Geita, wakati mwingine mpaka itoke kwenye mgodi mkubwa wa GGM, wakati mwingine mpaka itoke Chato. Ni umbali wa mita karibu 100, wa kilomita 100. Kwa hiyo tunahitaji kuwa na gari la zimamoto katika mji wetu ili tuweze kunusuru wafanyabiashara ambao wanalipa kodi kwa wakati na wameendelea kukuza uchumi na wameendelea kulipa kodi na kuhakikisha kwamba nao wanachangia pato la serikali. Tunashukuru wananchi wameendelea kujitokeza kuzima, na tunaamini moto ungekuwa ni mkubwa bila nguvu ya wananchi. Kwa hiyo tumie wito wangu kuwapongeza wananchi pia kwa kujitokeza kuja kuwasaidia Watanzania wenzao ambao wamekutana na ajali. Asanteni sana, Mungu awabariki. TV sauti ya wote.